Nilikuwa nimemaliza form 4 ndo nikaanza kutumia simu. Alikuwa na laini nyingi. Ndiyo, nimeshawahi kutumia. Sasa kwa kipindi hicho nilikuwa sina NIDA. Pata mdau wangu amekuja kunitembelea hapa nyumbani na nina maswali kadhaa nataka nimuulize. Maswali haya yanaweza yakakugusa moja kwa moja na tutaona sehemu ya comment. Hivi ulishawahi kutumia namba ya simu iliyosajiliwa kwa namba ya NIDA ya mtu mwingine? Ndiyo, nimeshawahi kutumia. Kwa nini ulikuwa unatumia line ambayo imesajiliwa na mtu mwingine? Changamoto ilikuwa ni nini? Ulikuwa hauna NIDA au ulikuwa unamwamini sana? Hapana, ni kwa sababu nilikuwa sina NIDA. Na tunavyojua sasa hivi kusajili line sio kama zamani tulivyokuwa tunasajili hivyo hivyo tu, lakini sasa hivi mpaka uwe na NIDA. Sasa kwa kipindi hicho nilikuwa sina NIDA. Kwa hiyo ikabidi nitumie namba ya baba. Baba yako ndo alikusajilia line? Ndiyo. Au ulichukua line ya baba imeshasajiliwa ndo ukawa unatumia? Alikuwa na line nyingi, kwa hiyo akaona anipatie moja. Umeanza kutumia simu ukiwa na umri gani? Nilikuwa nimemaliza form 4 ndo nikaanza kutumia simu. Lakini kwa sasa hivi tayari una kitambulisho cha taifa na unasajili line zako kwa kutumia namba yako ya NIDA? Ndiyo, kwa sasa ninacho. Nilikipata baada ya kumaliza form 6, nikatafuta kwa ajili ya kuapply vyuo, kwa sababu katika kuchagua vyuo pale lazima uwe na namba ya NIDA. Ndiyo, kwa sasa hivi nilipata namba ya NIDA, baadaye tukapata vitambulisho vya NIDA. Ilichukua muda gani wewe kupata namba yako ya NIDA? Namba ya NIDA tulitumia kama miezi miwili, kwa sababu nakumbuka tulianza kufuatilia ilikuwa kama ni mwezi wa 6 kipindi tumeweza form 6, lakini tukaipata kama kwenye mwezi wa 7 mwishoni hivi tuseme, au mwezi wa 8 ndiyo tukapata namba yetu ya NIDA. Kwa hiyo ilikuwa ni muda mrefu, pia ilikuwa ni process ndefu, kwa sababu tulikuwa tunaenda mara kwa mara tunarudishwa tujakamilisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo tukatumia muda mrefu pia mpaka ije malizo kukamilishwa yenyewe, inakuwa ni muda. Kati ya NIDA na cheti cha kuzaliwa kipi kilitangulia wakati unaanza kufuatilia masuala ya vitambulisho? Cheti cha kuzaliwa kilikuwa kimeandikwa na wazazi, lakini kilikuwa kimeandikwa majina ambayo situmii shuleni. Kwa hiyo nilivyokuja kuingia katika process ya kutaka kuomba chuo, ikabidi nikibadilishe kile cheti kwa sababu kisingeweza kutumika vizuri. Kwa hiyo tukaanza process nzima ya kuanza kutafuta cheti kipya ili tuweze kuombea NIDA. Kwa hiyo tukaanza kwanza na cheti, tukabidi tena tukaendelea na NIDA. Na kizuri ni kwamba tulipokuwa tunaombea NIDA ilikuwa ni karibu na sehemu ya wanapoombea vyeti. Kwa hiyo tulikuwa tunatembea tu kidogo hivyo. Ibidi kwanza ufanye utaratibu wa kupata cheti cha kuzaliwa na baadaye kufanya utaratibu wa kupata NIDA. Ndiyo. Changamoto ambazo zimeisha sasa baada ya kuwa wewe umepata NIDA ni kama, yani faida gani umeanza kuzipata baada ya kuwa na NIDA yako? Baada ya kuwa na NIDA, cha kwanza ni kusajili line. Kwa hiyo tunaweza kusajili line ambayo ina majina yako. Pia faida nyingine ni kwamba tunaweza yani katika kuapply vitu mbalimbali, kwa mfano kuomba chuo, kuomba mkopo, hata kuomba kazi pia lazima. Kwa sasa hivi tunatumia NIDA zetu kwa sababu tumeshapata NIDA, natumia, inakuwa inanirahisishia. Ushawahi kusajili line ya simu afu line hiyo akawa anatumia mtu mwingine kwa sababu yeye hana NIDA? Ndiyo, nishamsajilia mtu namba ya simu. Kama mtu hana NIDA kwa sasa hivi, hana cheti cha kuzaliwa lakini pia hana NIDA, unaweza kumshauri nini? Cha kumshauri kwa sasa ni kwamba afuatilie, kwa sababu sasa hivi naona kutakuwa kuna uangalau wa kupata, sio kama zamani. Zamani watu walikuwa kwanza wengi hawana, kwa hiyo population ilikuwa ni kubwa pale kwenda kutafuta. Alafu kitu kingine, kwa sasa hivi teknolojia zimekuwa, hata katika kutafuta unapata kwa urahisi, kwa uharaka. Pia namshauri atafute, kwa sababu sasa hivi kila kitu kinatumia NIDA, yani vitu vingi, yani vitu ni vingi sana ambavyo vinatakiwa mtu awe na namba ya NIDA ili kuvikamilisha. Kwa hiyo mimi namshauri atafute, awe nayo. Bana, mimi nashukuru kwa kuwa umetupanua mawazo. Lakini kama utakuwa na kitu ambacho unaweza ukakiongezea hapa kwa haya maelezo aliyotoa mdau wangu hapa, tafadhali sana mawazo yako, maoni yako naomba uyaweke sehemu ya maoni ili tuendelee kujifunza kwa karibu. Lakini pia kuna njia mbili za kupata NIDA. Unaweza ukapata NIDA online au ukapata NIDA offline. Nimeshaelezea namna ya kupata NIDA online na vitu vya kuandaa na namna ya kupata NIDA offline. Kama bado hujaona video hizo, unaweza ukaangalia kwenye video zilizopita ukaona ni jinsi gani ambavyo nilielekeza, nikaelezea jinsi ambavyo unaweza kupata NIDA kwa urahisi kabisa. Kama bado hujasubscribe, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili tuendelee kuwa pamoja, uendelee kunufaika na video zetu tutakapokuwa tukiweka mara kwa mara.